Nimejaribu kufuatilia interview ambayo amefanya Haji Manara. Amezungumza vitu vingi ambavyo ni shutuma kwa rais wa TFF Wallace Karia, na kwa heshima ya rais wa TFF Manara anapaswa kumwomba radhi. Yaani amezungumza vitu vingi ambavyo vinaonesha disrespect kwa rais wa shirikisho. Unajua Wallace Karia ni rais wa TFF, na ukishakuwa rais wa TFF manake watu wote wa mpira wanapaswa kukuheshimu kwa 100%. Yaani hawapaswi kukuvunjia heshima kwa namna yoyote ile, lakini Haji Manara alichokifanya kusema ukweli sio kitu cha kiungwana. Yaani hakupaswa kutoa maneno au kauli kama zile mbele ya rais wa shirikisho, tena kwenye vyombo vya habari. Ni kweli kwamba ukiwa kiongozi unatakiwa kupokea lawama kutoka kwa kila mtu, lakini sio kila lawama unapaswa kuzivumilia. Zipo lawama zingine ambazo haupaswi kuzivumilia, na mamlaka zinapaswa kufanya kazi yao kwa kumwadhibu yule mtu ambaye amefanya makosa. Inawezekana Manara anajua au hajui, lakini ukiwa hata kama ni shabiki wa kawaida, ukitoa maneno ya kashfa kwa rais au ukimshutumu rais au kiongozi yoyote wa mpira au mwamuzi au nini, shutuma kama zile bado kamati ya maadili inaweza kukufanyia kazi, na miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumfanya pia, na hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza pia kumfanya Haji Manara akafungiwa tena, na kifungo chake kinaweza ikawa ni kuanzia miezi 3 au mwaka mmoja kuto kujihusisha na mpira, kutokana na matukio ambayo, kutokana na kile ambacho amekizungumza. Yaani amemshutumu rais wa TFF, na ukitazama kwa undani ni kwamba yeye Manara siku hizi sio kiongozi wa Yanga wala sio kiongozi wa timu yoyote. Yule ni shabiki na ni mwanachama kama alivyo mashabiki wa timu zingine na kama alivyo wanachama wengine. Manake anapaswa kutoa malalamiko yake au maoni yake pasina kumbughudhi mtu. Lakini pia Manara aliwahi kuwa kiongozi. Kwa hiyo kuna watu walimjua Manara akiwa kiongozi na kuna watu wamemjua Manara akiwa mwanachama, lakini kwa asilimia kubwa watu wengi wamemjua Manara akiwa kiongozi. So kuna vitu anapaswa kuvizungumza kwa kuheshimu watu ambao wako madarakani. Manara alipaswa kumheshimu Wallace Karia na sio kutoa maneno ya kashfa, kama maneno ya shutuma, kama ya maneno mabaya na shutuma kama zile kwa rais wa TFF. Huyu ni rais ambaye tunamheshimu sana, amelitangaza vizuri soka letu, ametengeneza nchi yetu imekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo kwa namna ambavyo amefanikiwa kuinua mpira wetu, sisi kama Watanzania tunapaswa kumpongeza kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Lakini sisemi kwamba ni kosa kwa mtu kutoa maoni kuhusu rais wa TFF au ni kosa mtu kumkosoa rais. No. Yaani mtu yote anakosolewa, lakini unamkosoa kwenye njia gani? Kuna njia nyingi za kumkosoa mtu. Unaweza ukamkosoa bila kumshutumu na kitu chochote, yani au bila kumtolea lugha chafu. Mfano, mimi ni mchambuzi. Sometimes nasifia, sometimes nakosoa. Lakini ninakosoa kwa lugha ambayo ni nzuri, kwa lugha ambayo hata yule mtu ambaye unamkosoa akisoma hawezi kujihisi vibaya au hawezi kuona kama mimi ni mtu mbaya kwake, ila atapokea maoni yangu na atayafanyia kazi kama anastahili kufanyiwa kazi, na kama anaona hayastahili kufanyiwa kazi ataachana nayo. Kwa sometimes kukosoa kupo na kusifia kupo, lakini unapokosoa lazima ujue unamkosoa mtu kwenye njia gani. Manara amemkosoa rais wa TFF, lakini amemkosoa kwa lugha ambayo sio nzuri, lakini pia amemshutumu na vitu ambavyo sio vizuri. Kwa natamani kusikia Haji Manara anamuomba radhi rais wa TFF ili kusudi waweze kuendelea kuwa na mahusiano mazuri, kwa sababu rais wa TFF anabaki kuwa rais wa TFF. Yaani ndio mtu ambaye anasimamia mpira wa nchi. Kwa hata kama utamsema kwa namna gani, lakini bado ni mtu muhimu kwenye mpira wetu. Bado ni mtu ambaye tumempa dhamana. So hatupaswi kumkosea heshima kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo ndugu zangu, mashabiki, wanachama, ni kweli mnazipenda sana timu zenu, mnazipenda sana Simba na Yanga, mnaziabudu sana, lakini mnavotoa maoni yenu ni lazima muwe na mipaka. Kuna muda maoni yako hayatakiwi kuja kumbughudhi au kumkwaza mtu. Maoni yako yanapaswa kwenda kujenga na sio kubomoa. Alichokifanya Haji Manara ni kutoa maoni ambayo yanaenda kumkwaza mtu na yanaenda kumfanya mtu ajifeel inferior, kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo natamani kusikia Manara
anamuomba msamaha rais wa shirikisho kwa sababu ni kiongozi shupavu, ni kiongozi ambaye tunamtegemea sana kuinua soka letu. Manara ameinua soka letu kwa namna yake. Hii hamasa ambayo tunaiona mpaka sasa kwenye mpira wetu, Haji Manara ndo kaileta, yani ndo kafanya mpira wetu umekuwa na hamasa kubwa kiasi hiki. Lakini pamoja na kwamba tunaheshimu mchango wake kama mtu ambaye ameleta hamasa kubwa kwenye mpira wetu, anapaswa pia kuheshimu watu wengine ambao walikuwepo madarakani. Kwa sababu Manara kutokuwa afisa habari wa Yanga haimaanishi kwamba hawezi kuwa kiongozi wa mpira. Inawezekana kesho kutwa akateuliwa hata akawa afisa habari wa Lipuli, au akawa afisa habari hata wa Singida, akawa hata afisa habari labda wa Mwadui. Inawezekana. Sasa kama anaweza kupata tena kazi nyingine kwenye timu nyingine, maana yake atarudi kwenye ile circulation ya viongozi wa mpira. Akirudi kwenye circulation ya viongozi wa mpira, kama kuna watu bado wanachuki naye, wanaweza kumtengenezea figisu na mwisho wa siku akafungiwa tena. Kwa hiyo kwa sasa hivi amuombe tu radhi rais wa shirikisho ili maisha mengine yaendelee. Lumbana sio kitu kizuri. Naamini kwamba wana uwezo kukaa na kusikilizana, mambo yakaenda vizuri kabisa. Mimi ni Alex Ngereza. Subscribe channel hii ya Ngereza TV, utapata update mbalimbali kuhusiana na masuala ya usajili, lakini pia kuhusiana na taarifa mbalimbali za michezo na uchambuzi wa kina kabisa.